Tunashughulika na masuala ya malezi ya watoto, familia na masuala yote yanayohusiana na swala la afya ya akili. Tunapozungumza juu ya mwitikio wa wazazi katika kuchangia lishe kwa watoto hasa wenye umri 0 hadi miaka 8, tunaona kuna changamoto kidogo na mwitikio ni mdogo. Lakini sababu kubwa ni kwamba wazazi hawana elimu ya kipi kipewe kipaumbele. Kwenye masuala ya saikolojia tunasema wazazi wanaweza wakawa wanagubikwa na tatizo ambalo tunaliita economic mental health stress disorder. Lakini hili pia linaweza likawa linaungana na kuleta matatizo makuu matatu, ambao mzazi baba anaweza akawa na tatizo la agoraphobia, la kung'ang'ania jambo fulani katika familia, na mama akawa na body dysmorphic stress disorder, tatizo la kutojiamini. Na hili hawa wawili wakiwa na matatizo hayo utengeneza tatizo jingine la social anxiety stress disorder, wanakwepa jamii. Ukishakwepa jamii unakwepa majukumu. Kwa hiyo tunalo jukumu kubwa sasa la kutoa elimu sahihi katika jamii, watu kuthamini walivyo navyo na walivyo, kwa sababu vile tulivyo tumepewa, tulivyo navyo ndio watoto wetu. Lazima tuone kipaumbele katika kuwaimarisha watoto, tuone kipaumbele katika kuimarisha kizazi chetu, ili baada ya sisi tuwe na taifa linaloweza kusimama. Lakini niseme tu kwamba tunahitaji zaidi elimu kwa wazazi, kuwaonesha ni nini kipaumbele. Kwa mfano, unaweza ukakuta sio kwamba familia hazina uwezo, zinao uwezo, isipokuwa elimu ya kubaini nini kinahitajika. Familia nyingi zinafuga kuku, utashangaa mtu ananunua lishe ya kuku lakini watoto wana utapiamlo. Sasa unajiuliza, huyu mtu ana tatizo la afya ya akili au ana tatizo la ujinga? Kwa hiyo lazima tuhusianishe tatizo la afya ya akili na tatizo la ujinga katika kutatua matatizo haya ya namna hii, na tukifanya vizuri tutakuwa na taifa zuri. Kwa majina anaitwa Johannes Joshua Chamshala. Mimi ni mkurugenzi wa kitaifa wa shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Shina Tanzania. Sisi ni shirika lililosajiliwa kama international NGO ambao tunashughulika na kupunguza umaskini kwenye jamii, hasa kwa wahitaji maeneo ya vijijini. Kati ya shughuli zetu tunazozifanya ni katika kumlea mtoto katika makuzi ya awali mpaka kufikia miaka 8 na hatimaye baadaye kuelekea ngazi za juu. Kwa hiyo katika shughuli zetu sana sana tumeonelea zaidi tujikite, kwa sababu mzizi wa maskini unaanzia kwenye mtoto. Kama mtoto atalelewa katika mazingira ambayo sio sahihi, atapata lishe ambayo sio sahihi, atapata huduma za afya zisizo sahihi, atapata malezi na makuzi yasiyo sahihi, ndio kinakuwa chimbuko la umaskini hapo baadaye. Kwanza mimi naona hapa sababu ni mbili. Ya kwanza ni unakuta inaweza ikatoka tu labda kwenye taratibu na sera za kiserikali, unaweza ukasikia wanasema elimu ni bure. Kwa hiyo wazazi mara nyingi wanachukulia pengine ni bure, ni kila kitu ni bure, bila kujua kwamba kuna baadhi vinavyosemwa ni bure na kuna baadhi vinavyobaki kwenye majukumu ya mzazi. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria kinachoweza kikafanywa yanapokuja masuala kama haya ya kutoa haya matamko mbalimbali kutoka serikalini, inabidi wananchi kupitia watendaji walioko kwenye kata au vijiji, watendaji wanaokuwa kwenye mawilaya watoe elimu kwa wananchi, kuwafahamisha vizuri. Hiyo ni moja. Lakini pili, wananchi unakuta pia na ule mwamko wa kutambua kwamba wanatakiwa kuchangia mtoto chakula. Ni swala dogo sana. Kwa sababu kama mtoto angebaki nyumbani bado angekula chakula hicho hicho. Sasa nashindwa kuelewa kwa nini wananchi wanaona kwamba kuchangia chakula ni swala gumu. Kwa hiyo basi bado tunarudi pale pale. Wananchi wanatakiwa kujua kwamba ubongo ukichoka, ni vigumu sana yule mtoto kuelewa darasani. Kwa hiyo mimi nasisitiza kuona kwamba ni vizuri ikiwezekana mashule basi yawe na mashamba, hasa mashule ya vijijini. Yale mashule ambayo yako mijini basi wazazi wawe na mwitikio wa kuchangia chakula.